Asante kwa yote uliyotutendea. Ni katika jina la Yesu Kristo aishiye milele. Amen. Ulicho nacho ni cha thamani kama utajua kukitumia. Tunaona maneno ya Mungu kutoka kitabu cha Samueli wa kwanza. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 38 mpaka ule mstari wa 40. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ni ile ya 17 mstari wa 38 hadi ule mstari wa 40. Nami tatangulia kwa neema ya Bwana. Samueli wa kwanza 17:38 mpaka 40. Ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chepeo ya shaba kichwani, akamvika dirii, naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake. Akajaribu kwenda na vitu hivi, maana tarudia kuanzia ule mstari wa 38. Ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chepeo cha shaba kichwani, akamvika dirii, naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake. Akajaribu kwenda, maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi, maana sikuvijaribu. Basi Daudi akavivua, akachukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5 katika kijiti, akatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema ulicho nacho ni cha thamani kama utaweza kukitumia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona habari za mtumishi wa Mungu Daudi, ambaye alikuwa ni miongoni mwa wazaliwa katika nyumba ile ya Yese. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye Daudi alikuwa amepakwa mafuta na Samueli, aliandaliwa na Mungu, lakini ni miongoni mwa mtoto mdogo katika familia ya Yese. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulitokea Wafilisti wakapigana. Akatokea Mfilisti ambaye ni jemedali wa vita, ambaye yeye ni mkubwa katika kupigana, yeye ni mshindi siku zote katika kupigana, naye alikuwa anaitwa Goliati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Daudi alikuwa kazi yake kubwa aliyokuwa anaifanya katika familia ya baba yake ni kuchunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja anarudi machungani, akaambiwa na baba yake apeleke chakula katika kambi ambapo kuna kaka zake wawili, nao wameungana katika kambi wakitaka kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi akachukua chakula kile, akakibeba, akakipeleka. Amefika kwenye kambi, akakuta maneno anayoyasema yule Mfilisti, anavyoongea kulitukana taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaka zake baada ya kumwona Daudi wakaanza kuogopa, wakaanza kusema, umekuja kufanya nini huku? Sisi tunajua roho yako ilivyo ngumu, tunajua jinsi ulivyo, kwa nini umekuja? Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Daudi yeye alichoshika akasema, mimi nimekuja kama nimetumwa na baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikuja kupigana. Lakini baada ya kuyasikia yale maneno anayoyasema Goliati akijitapa kwamba mimi ninaweza kupiga na nikipigana niye wote mtakuwa mateka. Bwana Yesu asifiwe sana. Taifa zima litageuka kuwa mateka. Daudi kusikia vile akaanza kuuliza anasemaje. Mfalme Sauli akawa amenywea kwa hofu, akiwa hajui ni kwa jinsi gani ataweza kupigana na kuvishinda vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa Goliati ni mtu ambaye ana sifa,
ambaye anatisha, ni mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine ni mtu wa kuogopeka, ni mtu ambaye hata taifa lile lilishindwa kusogea kwenda kukabiliana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Kwa hiyo kwa sifa zile zikamtumishi Sauli, mfalme Sauli, mpaka Daudi alivyosema mimi nitaenda kupigana, mimi nitaenda kupigana. Mfalme Sauli alishangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alishangaa, alisema wewe huwezi. Sifa za mfalme za Mfilisti yule, sifa alizokuwa nazo Goliati. Bwana Yesu asifiwe sana. Goliati alikuwa ni mtu wa kutisha. Tutajaribu kuona sifa zake, sifa alizokuwa nazo Goliati. Ukirudi kitabu kile cha Samueli ile 17 mstari wa 4, anasema ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliati wa Gasa, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na shibiri 1. Urefu wake mikono 6 na shibiri 1. Yaani urefu wa Goliati ni mikono 6. Mirefu sio kama wa kwangu, mirefu 6. Lakini shibiri 1 tunamaanisha kwamba ni sentimita 20 mpaka 25. Kwa hiyo mtu mrefu kwa mikono 6, urefu wa mikono 6, halafu unaongeza sentimita 20 mpaka 25 wa urefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Lakini naambiwa alikuwa amevaa drili ya shaba na uzani wake ulikuwa drili ya shaba uliokuwa na shekeli 5,000. Kwamba ile drili ya shaba aliyokuwa anaivaa kifuani mwake, ile drili kazi yake ni kuzuia mishale ikipigwa isiweze kumpata, ni ya chuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ina drili 5,000, kwamba kipimo kimoja cha drili moja ina gramu 11.5, gramu 11.5. Kwa hiyo 5,000 ile ukimwangalia kifuani anavaa kilogramu 17. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kifuani hapa amevaa kile kizibao cha chuma kina kilogramu 17. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaambiwa amevaa chepeo kichwani mwake. Chepeo, lile vazi la kivita ambalo anavaa, chepeo ni kama helmet ambalo linazuia hata mtu akirusha aidha risasi sikupate. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa amevaa kifuani, ana kilogramu 17, yaani kilogramu 17. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ana chepeo kichwani, lakini tunaambiwa miguuni amevaa mabamba ya chuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Lakini mkuki wake aliyokuwa anabeba, mkuki wake alikuwa amebeba, anasema miguuni mwake, naye alikuwa na mkuki wa shaba katika mabega, na mti wa fumo lake ulikuwa kama mti wa mfumaje, na kichwa cha mkuki wake kilikuwa shekeli 600 za chuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile chuma kile cha mbele, ukiacha huu mkono, kile chuma cha mbele alichokuwa anaweza kukitumia kilikuwa na uwezo wa kubeba kilogramu 7. Yaani mtu ana uwezo wa kurusha kilo 7 kwenye mkuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mambo hayo yakawaogopesha taifa lile, wakaogopa, wakaanza kuwaza mtu wa sampuli hiyo ni nani ataweza kwenda kumuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani wa kuweza kumshinda? Ni nani wa kuweza kumpiga? Lakini Daudi akasimama akasema mimi nitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kristo apewe sifa. Makofi na vigelegele. Kristo asifiwe sana. Daudi akaenda. Alipofika mfalme Sauli, baada ya kujielezea, baada ya kuyasikia yote, mfalme Sauli alimkataza, lakini akasema mimi naenda. Bwana Yesu sana. Tunasema ulicho nacho ni cha thamani kama utaweza kukitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi akaamua kuvalishwa mavazi ya kivita, akavalishwa drili, akavalishwa na chepeo, akajaribu, akaona bado hivi haviniwezi kunifaa, kwa sababu zamani sikuweza kuvitumia.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Daudi akajifariji, mimi nikiwa machungani nilikuwa navaa lubega tu, wala sikuwahi kuvaa dilili, wala sikuwahi kuvaa chepeo. Nilichokuwa navaa mimi ni kizibao changu. Kwa hiyo akaamua kujifunga vile vile, akavua yale mavazi ya kifalme ambayo yanatakiwa watu wanaoenda vitani waweze kuyavaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Daudi akaamua avae vile alivyokuwa anavaa zamani. Akaamua yeye abebe mawe 5, tena ameokota kwenye kijito. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio mawe ambayo yameandaliwa, sio mawe ambayo yalitengenezwa. Akachukua na kombeo, akasema, kwa hivi mimi nitaweza kwenda kumuua yule Mfilisti, nitaenda kumuua yule Goliati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakujali ukubwa, hakujali mavazi aliyokuwa nayo, hakujali kitu alichokibeba. Alichojali ni kumfuata Mungu aliyemuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Kwa hiyo Daudi akaenda na mawe yale, ndio yule Goliati akaanza kumzihaki, akaanza kumwona, akasema, akamtukana kwa mizimu ya kwao Goliati, akasema, mnaniletea tena katoto kadogo kana rangi tena ni kazuri, kwamba kale katoto kalikuwa kanaonekana handsome. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kanaonekana handsome kiasi kwamba yaonekana hata yale mawe aliyokuwa ameyabeba hawezi kuyarusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Goliati akajitapa, lakini Daudi akasema, mimi sikujii kwa mawe, ila nakujia kwa jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi alienda kwa Goliati kwa jina la Mungu, hakwenda kwa mawe aliyokuwa ameyabeba. Ndani ya mawe ilikuwa inaonekana nguvu ya Mungu, ndani ya mawe ilikuwa inaonekana akijiwe, ila anamrusha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kristo apewe sifa. Kwa hiyo Daudi akaingia kwenye kupigana, akaanza kusema nisogelee. Akasogea, akarusha jiwe moja likampata Goliati kwenye paji la uso. Alikuwa amejifunga kifuani, amejifunga kichwani, miguuni amevaa mabamba, lakini Mungu aliweza kumuua Goliati kwa kutumia jiwe moja kwenye paji la uso. Bwana Yesu asifiwe. Kristo apewe sifa. Ulicho nacho ni cha thamani kama utaweza kukitumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Goliati kwa jiwe moja aliweza kujihami, lakini kwa jiwe moja likaweza kumpata kwenye paji la uso, akadondoka chini. Daudi hakuwa na upanga, akamsogelea Goliati, akachukua upanga alani mwake, akakata kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yawezekana maisha ambayo tunaenenda, vitu tunavyovitumia hatuvijui thamani yake, na ndio maana havitusaidii. Bwana Yesu asifiwe. Kitu unacho lakini huwezi kukitumia kwa sababu hujui thamani yake, ndio maana huoni kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo watumishi wanatamani kuiacha huduma kwa sababu haoni thamani yake, kitu ambacho anakitumia haoni thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mwana maombi lakini hataki kuomba kwa sababu tayari ndani yake haoni thamani ya ule maombi, haoni thamani ya maombi yale. Anatamani ni heri akaanze kwenda kuchukua maji, akaanze kuchukua mchanga, akachukue vitu, lakini maombi anayo, lakini alichokibeba hajui thamani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alichokibeba hajui, anakizalau. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mwimbaji, hauthamini uimbaji kwa sababu haujui ndani ya uimbaji kuna nguvu gani, ndani ya kuimba kwako kuna nguvu gani, na ndio maana unazalau hata sauti yako, unazalau hata huduma yako, unazalau hata kipawa alichokupa Mungu. Kijue thamani ya kitu ulichokibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni namna gani Goliati amesimama, amevaa mavazi gani, amejifunga kwa namna gani, ametukana kwa namna gani, amesema kwa namna gani, lakini kama unajua thamani ya kitu ambacho unacho, unajua thamani ya Mungu unayemtumikia, hautaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kuhofu, hauwezi kuwaza mara mbili. Wewe unasema mimi nakujia wewe Goliati kwa jina la Mungu, wala sikujii kwa jiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Kwa hiyo vitu vingi tunaona vinapotea kwa sababu tumevizalau.
tumevibeza. Na ndio maana Goliati aliweza kuoa, kwa sababu alibeza jiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliona yule anayekuja Daudi kwa jiwe tu hawezi kuniua, kwa sababu nimepigana vita tangu ujana wangu. Na ndio maana hata mfalme Sauli, Daudi alivyoenda kwake akamwambia Goliati aliweza kupigana vita tangu ujana wake. Kwa hiyo huwezi wewe mtoto mdogo kumuua. Bwana Yesu asifiwe. Kristo apewe sifa. Kuna mtu mmoja alikuwa na tochi hizi clues hizi, alikuwa ya kumulikia, ambayo yeye aliletewa kama zawadi na watoto wake walivyokuwa mjini, kwa sababu mazingira yale yalikuwa kijijini. Kwa hiyo akaletewa tochi imsaidie kwa ajili ya kumulika. Bwana Yesu asifiwe. Alivyokuwa amekaa nayo kwa muda, ile tochi watoto wake walivyokuja wakawa wanaitumia katika mazingira yale, wakawa wanaitumia katika maeneo yale, kwa sababu wapo nyumbani, wao wakawa ni watu wa kuitumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baba yule alikuwa anaiona kila siku inawaka, lakini hajui inawaka kwa staili gani, hajui inawashwa wapi. Yeye anachojua ni kuona tochi na mwanga unawaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo safari ya kukaa watoto ikafika mwisho, wakaondoka, kwa sababu ile tochi ilikuwa ina tabia ya kugeuza ya kutumika tu, betri zinaisha. Wakawa asubuhi kila siku walivyokuuza betri, walivyoiacha kuondoka, ile ikawa haiwaki. Baba kujaribu na kujaribu, ikawa haiwaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yeye amekaa nayo kwa muda mrefu, akaona hili halina maana tena, akaenda kuitupa. Bwana Yesu asifiwe. Alivyoenda kuitupa, watu wa jirani wakaiokota. Walivyoiokota, jirani akafungua, akaona betri tuku zimegeuzwa, akazigeuza, ikaanza kuwaka. Bwana Yesu asifiwe. Alivyogeuza betri zikaanza kuwaka, ikatumika tena, tochi ikawa inafaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo apewe sifa. Kwa hiyo yule jirani aliyekuwa ameachiwa ile tochi akaanza kuona jirani mwingine, mbona ana tochi? Akaanza kufuatilia, tochi umepata wapi? Akasema niliokota. Akasema mimi mwenyewe nilitupa litochi, lilikuwa kama hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja kwenye banda lake la ng'ombe kukawa wanyama kwa ajili ya kuzuru mifugo yake. Yule mwenye tochi akaja akamulika, wakaweza kumuua. Baadaye pale akasema mimi natamani unirudishie tochi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema mimi sirudishi kwa sababu niliokota. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sirudishi kwa sababu nimeokota. Wakapelekwa mpaka kwa wazee wasuluhishe, lakini yule aliyeokota akaonekana mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ikaonekana aliyeokota hana makosa, kwa sababu yeye tayari alishatamka, mimi sikuona thamani ya kutumia tochi ambayo sielewi inafanya kazi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema ulicho nacho ni cha thamani kama utajua kukitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yule baba baada ya pale akaanza kunungunika, lakini akasahau, kwa nini sikuwauliza watoto wangu wakiwa na mimi kwamba hii tochi mkiniachia ninaitumiaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baada ya kuwasiliano, hawezi kuwasiliana na watoto wake, mwenye nayo kule anajigamba na tochi ile, anajigamba, anajitava. Kwa hiyo ndio maisha yetu ambayo tunaishi. Yawezekana sisi tochi zetu tumepewa, lakini tumekaa nazo kwa muda. Leo betri imegeuzwa kwa sababu hatukufundishwa namna ya kuitumia, basi tunatamani tuitupe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatamani tuitupe. Tazama, ukitupa, jirani akiokota ataitumia kama ya kwake, na hutakuwa na nguvu tena kwenye tochi hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana ni huduma yako, umekaa na huduma kwa muda mrefu, unaifanyia ile huduma, aliyekufundisha hiyo huduma ameshaondoka, nawe unatamani utupe hiyo huduma kwa sababu unaona ni mzigo, unaiona ni kasha. Tazama, jirani ataiokota, na akishaitumia wewe hauna thamani tena. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana ni ndoa yako, umekaa muda mrefu, unatamani hii ndoa ni bora niondoke kwenye ndoa. Tazama, hiyo ni tochi ambayo ulikuwa nayo. Utakapotupa, jirani akiokota, ndoa itakuwa haina furaha tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tayari kinachokufanya uchue furaha ya ndoa ni thamani.
Kama husamini ndoa, basi haitakuletea furaha. Kama husamini huduma, basi haitakuletea chochote kitu. Haiwezi kuleta matokeo kwenye huduma. Kwamba thamani ya kitu ni lazima ukijue, ndio utaweza kukitumia. Bwana Yesu asifiwe. Kristo apewe sifa. Kwa hiyo tunatamani siku kama vile Goliati alivyoweza kuangushwa kwa kitu kidogo ambacho kimepewa thamani. Kwa sababu Daudi angeanza kuhofu, angeanza kuwaza kwamba mimi kwa mawe tu siwezi kumwangusha Goliati. Lakini alichofanya aende ni kwa sababu ndani yake alilipa jiwe lile thamani. Alilipa jiwe lile nguvu. Akasema, Mungu nitangulie kwenye jiwe hili. Yawezekana na wewe una jiwe lakini haujui thamani yake. Mwambie Mungu akutangulie kwenye mzigo uliobeba. Mwambie Mungu akutangulie kwenye jaribu. Usione jaribu, ona umebeba jiwe ambalo litaleta matumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ona umebeba msalaba ambao ndio ushindi. Ona umebeba nguvu za Mungu. Na ndio maana Daudi akasema, mimi sikujii kwa jiwe, ila nakujia kwa jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikujii kwa jiwe. Jiwe hili ni alama, lakini ndani ya jiwe kuna nguvu ya Mungu. Mimi sikujii kwa maombi, lakini ndani ya maombi kuna nguvu ya Mungu. Showo mzigo itaenda kuangusha hayo magonjwa, itaenda kuangushwa hilo jambo ambalo limeiduka kwa ajili ya kuweza kuniharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipe thamani kitu ulichobeba. Kipe thamani kile ambacho unaona kimeletwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Hakuna kitu ambacho mwanadamu amepewa kalama kwa ajili ya kutumika. Kila kalama ina kusudi, kila kalama ina nguvu mbele za Mungu. Usidharau kalama yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usidharau kile ulicho nacho. Usidharau hata senti. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi adui yako amevaa mavazi mangapi, amevaa singa, amejifunga mabamba, lakini kwa sababu unaye Mungu ambaye ni Mungu aliyekupa nguvu, mtumaini huyo na utavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu lako. Tazama Bwana Mungu, ni siku hii ya leo tumeona Bwana Mungu ulivyoachia nguvu kwa mtumishi wako Daudi. Nasi Bwana Mungu tunatamani kwa nguvu hiyo hiyo ambayo umeachia ikaweze kuangusha watesi wetu, ikaweze kuangusha Wafilisti wetu. Haijalishi wamejifunga kwa namna gani, haijalishi wamejikaza kwa namna gani, haijalishi wameachia matusi kwa namna gani. Tunatamani Wafilisti waliosimama katikati ya ndoa zetu, katikati ya familia zetu, katikati ya afya zetu, wakaweze kuanguka kwa jiwe ambalo Bwana Mungu umetupa, ambalo ndio neno la Mungu. Bwana, tunaomba haya, wewe Kristo, wewe uliosimama, unaweza kutufundisha, unaweza kutujaza nguvu.